serikali imepitisha sheria ya bima ya afya kwa wote, ambapo matarajio ni kwamba wananchi wote Tanzania tunatarajiwa hatua kwa hatua tufike mahali kila mmoja awe na bima ya afya. Na hii ni kwa sababu matibabu duniani kote, kama mtu akitaka kupata matibabu kwa kulipa kutoka mfukoni, gharama ni kubwa na hakuna anayeweza kumudu, na kwa sababu magonjwa yanakuja bila miadi, bila appointment. Kwa hiyo unakutwa huna fedha, na watu wengi mara nyingi imewasababishia umaskini kwa sababu wamelazimika kuuza mali zao ili waweze kujitibia au kuwatibia wapendwa wao. Sasa kwa msingi huo ikaonekana serikali hii ya awamu ya 6 kwa kujua umuhimu wa bima ya afya kwa kila mmoja imepitisha sheria ambayo imeanza utekelezaji tayari kwa kwenda na makundi maalumu kwanza, lakini tutaendelea kwa wananchi wote. Ndipo sasa tukaona hizi taarifa zinapotoka, je, ndugu zetu kutoka vyama na watu ambao wanaishi na ulemavu, je, wana taarifa? Kwa mfano, unaweza ukatoa taarifa hizi kwenye vyombo vya habari, lakini wale ambao ni viziwi hawezi kupata hizo taarifa kwa sababu hawezi kusikia. Kwa hiyo tukaona pamoja na makundi mengine yote tupate angalau uwakilishi, ili ninyi sasa ambao mnashiriki mafunzo haya muweze kuwa mabalozi kwa wale ambao hawajaweza kufika, lakini mwisho wa siku taratibu zingine za ninyi kuweza kupata bima ziendelee, na nafikiri mwenzetu wa mfuko wa bima ataelezea kwa uzuri zaidi na mtakuwa na nafasi ya kuuliza maswali. Leo kupitia hospitali ya kanda ya mkoa wa Mbeya nimekuwepo hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya bima ya afya kwa wote, hasa kwa kundi la shirikisho la walemavu kwa mkoa wetu wa Mbeya, ambapo wametuomba tuje tutoe elimu ya uelewa kuhusu dhana nzima ya bima ya afya kwa wote, utaratibu wa uchangiaji, michango yake, ukubwa wa huduma na namna ambavyo watu watakuwa wananufaika baada ya kujiunga, na namna ambavyo serikali imeendelea kuwa na jitihada hizi kama Mheshimiwa Rais alivyokuwa ananadi wakati wa kampeni kwamba siku zake 100 za awali atapokuwa ameshapewa ridhaa ya kuongoza nchi, basi ataanza na swala la bima afya kwa wote. Kwa utekelezaji wa bima afya kwa wote nchini umeshaanza toka mwezi wa pili tarehe 14, na sasa tunaendelea na usajili, lakini wenzetu wa shirikisho la walemavu walitamani pia wajue na wao kama ni sehemu ya wanufaika, ambapo tumewahakikishia kwamba nao ni sehemu ya wanufaika, kama ambavyo utaratibu huu tutapokuwa tunaendelea kuletewa majina kupitia mamlaka zenye dhamana ya usimamizi wa swala zima la bima afya kwa wote, kuanzia Wizara ya Afya, TAMISEMI na Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Kwa sisi tutakuwa tunapata majina, basi tunawauisha na kuwapatia kadi kwa ajili ya huduma mbalimbali. Sasa leo tupo hapa kwa ajili ya kutoa elimu namna gani ambavyo wanapokuwa wanajiunga kupitia mchango wa 1,500,000, yani 1,500,000, ambapo watakuwa wananufaika na kaya zao, kuanzia watoto na mke na wazazi na ndugu wale wa damu, ambao idadi ya wategemezi ni 4 ni 5 pamoja na mchangiaji ni 6. Kwa wao watakuwa wananufaika na huduma za matibabu zinazotolewa kupitia mfuko au mfumo wa bima ya afya kwa wote chini ya mfuko wa taifa wa bima ya afya nchini. Naitwa Rebeka Stoni Ramadhani, natokea Itigi hapa Mbeya mjini. Kiufupi, kwanza napenda kushukuru kwa siku ya leo. Napenda kuishukuru kwa sababu mimi binafsi nimejifunza mengi, maana mengi nilikuwa siyaelewi, lakini kupitia hii semina tuliyopata leo nimejifunza vitu vingi, hasa upande wa bima ya afya. Kwa kweli nimejifunza vingi, na pia nimeelewa kuwa bima ya afya ni muhimu kwetu sisi, kwa sababu sisi watu wenye ulemavu huwa tunakuwa na changamoto. Naweza nikaumwa, sina chochote mfukoni, sina hela, lakini kupitia bima ya afya, huu mfuko ambao tumeambiwa tunaweza kufunguliwa kuanzia hivi sasa, ninaweza nikatibiwa muda wote na sehemu yoyote nikapata huduma kwa urahisi.
Leo tu kwenye mafunzo hapa juu ya bima ya afya kwa wote. Kimsingi kama mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu ulemavu na kama vile mtu mwenye ulemavu, hili swali nimelipokea vizuri sana kwa kuwa kwa kurejea umuhimu wa bima ya afya, kwa sababu siku zote tunasema kwamba ugonjwa haubishi hodi au hautoi taarifa kwamba bwana jiandae wiki ijao au mwezi ujao mimi nitakuja kufanya nini kukuletea madhara. Sasa kulingana na bima afya ni kwamba wakati wote unakuwa tayari, kwa sababu tayari umeshalipa hela yako. Baada hapo ni kwamba unaendelea kusubiri, ni kesi umetokea kuugua, basi unapata matibabu. Kwa hiyo ni sheria au ni huduma ambayo ni nzuri sana, na ukizingatia kwa sisi wengine pengine tumekuwa kwenye bima za kawaida tunaangalia jinsi gani ambavyo imekuwa kitusaidia. Sasa ukirejea kwenye hii sasa bima afya kwa wote, kwa jamii nzima wa Tanzania ni muhimu sana, itatusaidia vibaya mno. Tumefurahi kwa sababu itatusaidia, maana katika binadamu wa kawaida tumetofautiana viwango vya kiuchumi. Kwa hiyo hili swala limekuja wakati mwafaka. Kwa hiyo tunapongeza serikali ambayo iko madarakani chini ya rais wetu mpendwa, Rais Dr. Samia Hassan, katika kuliona hiyo katika watu wenye ulemavu. Kimenigusa jambo moja chini ya mkurugenzi wa hospitali ya Kanda, kwamba ametuona na ametujari, na huwa mara nyingi huwa anatujari. Katika hili tumeguswa sana, kwa sababu sisi watu wenye ulemavu mara nyingi sana tumeonekana kwamba ni watu ambao pengine wakusaidiwa tu, na pale ambapo tunapata na matatizo, unajua ugonjwa au tatizo halipigi hodi au alituandae. Kwa hiyo tukiwa na hii bima ya watu bima kwa wote, sisi watu wenye ulemavu, itatusaidia sana. Inawezekana mimi binafsi, lakini familia yangu inaweza katukomboa. Kwa hiyo tumepata faraja katika hili.